matendo yako mabaya utatolea hesabu. Iko siku moja uchawi wako na uongo, siku moja utatolea hesabu. Sema amen. Na Yesu yu karibu kurudi. Sema amen. Yesu yu karibu kurudi. Sema amen. Na Yesu akirudi anakuja kuchukua walio wake peke yake. Sema amen. Tukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 22 ule mstari wa 12. Kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 12, maandiko yananiambia, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila moja sawasawa na kazi yake. Nikupasha habari ya kwamba matendo au unayofanya leo, iko siku moja utatolea hesabu. Hayo matendo ya dhambi, matendo ya uvutaji wa sigara, matendo ya ulevi, matendo ya uzinzi, iko siku moja utatolea hesabu. Iko siku moja utatolea hesabu. Nimeona siku ya leo ukubali kutubu, uache dhambi zako, maana iko jehanamu kwa ajili ya watenda dhambi. Iko huko moto wakao milele kwa ajili ya watenda dhambi. Leo badilika mama, leo badilika kijana, leo badilika binti. Sema amen. Haleluya. Utatenda dhambi mpaka lini? Bwana Yesu azusa. Utatenda dhambi mpaka lini? Bwana Yesu azusa. Leo ni bora ukubali kunigeukia Mungu akusamehe. Bwana Yesu azusa. Ni bora leo ukubali kumrudia Mungu akusamehe. Bwana Yesu azusa. Haleluya. Nimalizie neno moja kwako. Maandiko yanasema sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Sema amen. Na maandiko yanasema sisi hapa duniani ni wapitaji na makao yetu ni mbinguni kwa Baba aliye hai. Sema amen. Iko siku moja mwanadamu, unaona leo unakula, unashiba, unatenda dhambi unavyotaka, unaloga watu unavyotaka, unatembea na watu wa wake za watu unavyotaka, unatembea na waume za watu unavyotaka, ila iko siku moja hukumu inakuja. Leo unaona kawaida, unaenda baa, unatuambia unaweka heshima baa, na wengine wanatuambia ati kunywa kidogo usilewe. Ni kupasha habari ya kwamba watu wa namna hiyo siku Yesu akirudi hawataingia kwenye uzima. Siku Yesu akirudi watu wa jinsi hiyo hawatamuona Bwana. Watu wa namna hiyo wanaokunywa kidogo na kwambia wasilewe hawataingia kwenye uzima. Wanaotenda dhambi hawatamuona Bwana. Sema amen. Haleluya. Nimalizie kusema neno moja kwako. Leo ni bora kubali kutubu, mgeukie Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaona Petro na Yohana walipokuwa kipita kuelekea hekaluni, walikutana na baba moja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Walipokutana, huyo kiwete alikuwa akikaa pale hekaluni, amezoea kuomba sadaka. Yule kiwete akazani labda atapata sadaka kwa Petro na Yohana, wakamkazia macho akisema, sisi hatuna fedha wala hatuna dhahabu, ila tulicho nacho ndicho tukupacho. Wakamwambia, kwa jina la Yesu wa Nazareti hai, simama uende. Yule kiwete akasimama, akaenda bila ugonjwa wote. Akaambiwa, kwa jina la Yesu simama uende. Yule kiwete akasimama, akaenda zake. Nikupasha habari ya kwamba hapa nimeleta Yesu aliye hai. Sijaja na magari hapa, sijaja na fedha hapa, sijaja na mafuta ya upako wala maji, ila nimeleta Yesu Mnazareti aliye hai, ambaye siku ya leo ukikubali kumpokea atayabadilisha maisha yako. Sema amen.